Habari, karibu kwenye YouTube channel yangu ya mapishi na jiko. Kama ni mgeni hapa, basi usiache kulike na kusubscribe. Karibu sana. Leo nitaelezea changamoto ambazo nimepishana nazo kwenye biashara ya keki. Nilisema kwenye video ya kwanza kwamba nitaelezea video ya changamoto tu, na ndio video hii hapa. Karibu. Cha kwanza ni kufanya biashara ya keki huku ninajifunza. Kwa hiyo kuna vitu unakuta huvijui, kuna material huna, kuna vitu hujui alichokifanya ni kitu gani, haujui kitu kinaitwaje. Yaani biashara hujui, yani hujui biashara lakini hujui kupika keki wala kupamba keki. Kwa hiyo unakuwa unajifunzia kwenye biashara ya mtu. Kwa hiyo ndio changamoto ya kwanza. Kwa hiyo kama na wewe pia unafanya biashara huku unajifunza, jitahidi sana. Kama kitu haukiwezi sana, hakikisha jamani unamtafuta beka ambao anaweza, ili tu upunguze pia maneno juu ya biashara yako, na watu wengine unavuza kwa kumfukuza mteja moja kwa moja. Kitu cha pili ni recipe kubadilisha. Yaani recipe nilibadilishia kwenye oda ya mteja. Yaani mteja alikuwa ametoa, aliona kazi zangu kwa kama ametoa oda, lakini mimi kuna mtu alikuwa anasifia recipe yake. Hii recipe ni nzuri sana, kwa mimi nikasema ngoja nifanyie kwenye oda ya mteja, kwa sababu anasema na naona keki zake ni nzuri, basi nikasema ngoja na mimi nifanyie hapa. Kusema za ukweli, ile recipe ilikuwa midanganya. Ile recipe kilichotoka nini nilijuta kwa nini nilichokifanya. Na usipende kubadilisha recipe kama hujajaribu pembeni, kwa sababu sio kila mtu anatoa recipe za kweli. Kwa hiyo jitahidi kufanyia pembeni, alafu ndo unamfanyia mteja. Wewe umeiona kwanza ndo unamfanyia mteja. Kwa hiyo hicho ndo kitu kimenikumba kwenye biashara ya keki. Kitu kingine ni mtaji mdogo. Yaani unakuta unaanza biashara huna hela, kwa hiyo unajikuta unanunua kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo kila siku unajikuta wewe kila siku hela yako inaishia kwenye kununua vitu. Kwa hiyo usikate tamaa, itafika tu siku utasolve hilo swala. Kwa hiyo kupika na mkaa na nini. Kwa hiyo imagine unaweza kupika keki na mkaa siku nzima. Unapata oda nyingi na unapika na mkaa na nilikuwa na kisufuria kimoja cha kupikia keki. Kwa hiyo ndio hivyo, swala mtaji ni changamoto, lakini usikate tamaa kwa sababu mtaji ni mdogo. Hivyo kwenye mtaji mdogo pambana, endelea na kupambania ndoto zako. Kitu kingine ni maneno ya watu. Kuna watu wanazungumza vibaya. Umeona? Kuna watu wanazungumza vibaya, kwa hiyo basi wanakukatia tamaa. Mtu anaweza kaongea mpaka ukasema si biashara niache kidogo nipumzike kidogo, lakini usikate tamaa. Watu hata tumesemwa, kuna siku unasemwa, yani umetumia tu hela yangu bure, hamna kitu chochote, keki gani hii? Mtu mwenyewe keki kama mtoto darasa la pili. Kwa hiyo ndio hivyo. Kitu kingine nyumba za kupanga maneno, yani kutumia umeme. Yani mtu anasema unatumia umeme. Yaani hapo nilikuwa natumia tu hand mixer. Hapo ni hand mixer, lakini umeme ninalaumiwa mpaka basi. Kwa hiyo nikajikuta mpaka nahama kwenye hiyo nyumba, kwa sababu watu ni mtu anakulaumu mpaka unasema watu mpaka wananikalia vikao mpaka madirishani kwangu, watu wanakaa dirishani kwangu wanaanza kuongea. Kwa hiyo nikasema hizi nyumba nitakuja hata kuwekwa sumu. Kwa hiyo nikawa nimehama pale, nikahamia sehemu nyingine, kwa hiyo ikawa ni afadhali. Kwa hiyo mpaka hata kutumia oven hiyo sehemu nyingine hawana shida yoyote. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nikutana. Lakini kingine ni kutokuwa tuna umakini kwenye biashara. Kwa siku nimemwandikia mteja vibaya jamani. Lakini kingine zile vitu vya rush. Yaani unakuta umepata oda ya chap chap. Yapi oda ilikuwa ni ya chap chap. Hiyo hata nilirush kwenye kuandika. Kwa hiyo mtu alituma oda ilikuwa kama saa 9, anataka saa 12. Nikamwambia basi saa 1, akasema sawa. Lakini mteja ameanza kukia tukia saa 11. Yaani keki ndio inatoka jikoni. Yaani keki hata haijatoka jikoni. Mteja anaanza kupiga anaulizia keki. Na kwa sababu nishaipika namtia tu moyo, usijali. Ndivyo. Kwa hiyo ukipata oda za haraka kama ni unafanyia nyumbani, basi jamani jitahidi. Kama unaona hii ni haraka sana, mwambie tu mteja kwamba hii keki haiwezi kuwezekana kwa sasa hivi, labda mpaka muda fulani. Umeona? Jitahidi kuweka msimamo kwenye kitu chako, kwa sababu wale wa haraka kuna muda wanasumbua. Kwa mfano kama hivyo akaanza kuja saa 11, keki ndio naitoa kwenye ilikopa ndani ya jiko la mkaa, keki ndio naitoa saa 11, saa 12, keki kupoa sasa. Yaani kupoa. Keki nikaipamba haijapoa vizuri. Kwa hiyo alafu nikasema ngoja niandike tu hapa juu haraka. Keki nikaandika vibaya, basi nikaandika vibaya, mteja alilaumu jamani, keki iliyeyuka. Kwa mteja aliongea mpaka kanifukuzia na wateja. Kwa hiyo jitahidi usije ukafanya keki ya mtu, ni bora aende tu beka akachukue hiyo hela unayoitafuta, unaweza kujikuta imefukuza hata wateja 3 4. Kwa hiyo ndio changamoto na namna ambavyo napambana nazo. Lakini kitu kingine ni uzazi. Kwa hiyo uzazi unanifanya nikastop karibu mwaka. Yaani nikawa narudi kwenye biashara napotea. Kwa hiyo nilipata bed rest. Kwa mwanzo nilikuwa changamoto nyingi. Kwa hiyo kabla sijajifungua mimba tu kwanza, nikaambiwa ni stop, nisifanye kazi yote mpaka ifike miezi 5 inaenda 6. Kwa hivyo miezi 6 nikarudi kwenye biashara. nikafikisha miezi 9. Yaani wateja wameshakuwa kwenye system vizuri. Nifikisha miezi 8, nakumbuka nikajifungua kwa operation. Yaani nikaa natamani kulia, maana watu wanapiga simu, ni oda nini? Alafu nikopo kipindi hicho sina dada. Kwa hiyo sina mtu wa kumwachia kusema kwamba hata niwe namuelekeza hapo, hamna.
Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo hizo ndio changamoto na namna nilizokabiliana nazo. Kama una swali, una kitu chochote au una changamoto yako, basi mimi nikutie moyo. Kwenye biashara yote lazima changamoto ziwepo. Hata kama naona biashara yako hakika ina changamoto, basi tuniandikie hapo, tushauriane namna gani, vipi namna ya kufanya. Kama nishakumbana nao tu nimesahau, basi tutiane moyo. Na nikutie moyo kwamba pambania biashara yako, jitahidi kupambana, basi ipo siku utafika sehemu ambapo unatamani kufika. Asante kwa kunisikiliza. Usiache kulike na kusubscribe. Bye.